sio vya hela, vingine ni kanuni za kimbingu. Amen. Kwani wanaenda vikao kila mwisho wa mwaka, wanaenda na ndugu, vikao, safisha na huyu ongee. Jamani, nimeelewa. Kesho kutwa kalewa tena. No, lazima tutumie kanuni za kimbingu. Bwana Yesu asifiwe. Tumalizie na Kutoka 12 Elohim Adonai Shama Elohim Adonai Shama Kwenye hii Kutoka 12 ni maelekezo ambayo Musa alipewa na Mungu namna ya kuwatoa wana wa Israeli utumwani wa Farao. Kwa hiyo naposoma hii mistari ni maelekezo ambayo tunaenda kuyatumia muda sio mrefu kwenye maombi. Amen. 12 mstari wa 3 inasema hivi: semeni na mkutano wote wa Israeli, mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja. Nini anamaanisha? Ambaye kila mtu aje na sadaka kulingana na uwezo wa familia yake. Ukisoma hapo chini akwambia, kwa mfano mstari wa 5, mwanakondoo wenu atakuwa hana hila, mume wa mwaka mmoja, mtamtwaa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Wanachinja ili wapate nini? Lengo sio nyama, lengo wapate damu. Bwana Yesu asifiwe. Lengo sio nyama, lengo wapate damu. Na ile damu tunaiona kwenye mstari wa 7, anasema hivi: nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazo mla. Damu hiyo chukue, muweke kwenye kizingiti cha kwanza, cha pili na cha juu, maana kwenye ule mlango usiweke tu, weka kwenye ubao wa juu, weka wa pembeni, weka na wa pembeni, weka hiyo damu. Baada ya hapo sasa, unaona mstari wa 11 inasema hivi: tena mtamla hivi, mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka wa Bwana. Kwa hiyo huyo kondoo, hiyo sadaka ambayo Mungu amekupa kwa nayo leo, hiyo ni sadaka aina ya Pasaka. Unielewe, hiyo ni sadaka aina ya Pasaka. Sadaka ya Pasaka ndiyo ambayo ilimtoa mzaliwa wa kwanza utumwani, ndiyo iliyomtoa Israeli kwa Farao. Sadaka hiyo